Nilikuwa naomba kila mtu ambaye sasa hivi iko Tanzania download VPN ambayo inaitwa Proton VPN. Kwa sababu tuko na nguvu sana ya kufanya kitu kupitia hiyo Proton VPN, na ile masababu za internet ambayo tutakuwa tunawapa. Abel, Okay. unaweza ukaiandika hapo kwenye nani spelling, kaandika hapo kwenye comment. Okay. Nimejaribu kuandika. Naona kuna mmoja kaandika Proton VPN. Yeah. PROTON. Okay? Yeah. Yeah. Jamani, mmeiona hapo? Hii hapo. Walafuzi ya Kiswahili nitaisoma Kiswahili kabisa. Proton. Andika Proton. Proton. Abeli alisema Proton. Amesema kislang Proton. Abeli sema Proton. Mngeenda na Proton. Nisingemwambia kuandika, mngekuwa mmeshaweka Proton. Okay, inakuwa na rangi ya blue Proton. Twitter. Kimarekani hasa kina raha yake. Niyo kusile. Okay, tuendelee Abil. Okay, iko vizuri sasa. Sasa hiyo naomba kufahamisha kitu kidogo hapa ambayo ninataka vile watu mkuwe very careful na nini tunafanya. Hii Proton VPN ambayo nataka watu mkuwe nayo sasa, kuna usajili natakiwa uko naifanyia. Sasa ikiwa umewahi kuisajili kwa email ambayo ushawahi kutumia masiku za nyuma, usifanye hiyo mambo. Kama unapenda kwa peke yako, fungua new email, isajili kwa email mpya. Halafu kuko na mambo mawili. Kuna sehemu unaweza kutumia for free, na kuna sehemu unaweza ukatumia kwa sababu ikuwa inalipiwa. Sasa ukishakuwa na Proton VPN kwa leo na ukishakuwa umeweza kutengeneza, kuanzia wiki ijayo yote itakuja maelekezo mapya ambazo tutampa kila mtu juu ya kuweza kuhakikisha tunawapatia internet ya hakika. Abili, kuna swali hapa, technical question, naomba nikuulize. Okay. Hii VPN, internet nyumbani wanaweza wakadisconnect, watu wakakosa internet. Nataka kuuliza kuhusu VPN. VPN wana dhamana yoyote ya kuweza kuiremove, yani isifanye kazi yoyote kwa mtu kwa Tanzania? Sijafahamu umekusudia nini. Naomba kwa hisani yako nifahamishe vizuri. Namaanisha kwamba okay, internet wanaweza wakaidisconnect, watu wasipate internet, si ndio? Okay. Nachozungumzia ni kwamba VPN kama VPN, mfano tunasema watu wa download. Je, wana ability ya kudisconnect VPN na yenyewe isifanye kazi Tanzania? No. Hawana uwezo? No. Okay. Thank you. Endelea. Yeah. Yeah. So hii VPN iko secured sana, na hii VPN hawa jamaa hawana uwezo za kuchezea kama hiyo story. Kama kuna ma VPN wanaweka na manamba zao na manini. Kwa hiyo nakuomba najaribu kutoa shauri mzuri sana kwa mtu yeyote ile yuko Tanzania kwa hizo mapambano ambazo zinaendelea. Tafadhali sana download hiyo VPN iliyokuwa nimewatajia na nimeandika jina yake chini. Hii VPN originally yake ipo Switzerland, ndio
ndio makwao, lakini kuna jambo ambalo leo hatuwezi kuitaja moja kwa moja ambayo inahusu hiyo VPN, lakini inahusiana na ile mipango zetu ya kuwapea watu internet. Jana tulikuwa na meeting na watu tofauti hivi. Miongoni mwa watu ambazo tuko na mazungumzo nayo sasa hivi ya karibu sana ni watu ambayo wanatumika na Starlink, na tunajaribu kufanya mazungumzo yao ya karibu sana, tuone kama tunaweza badala ya watu 1,000 tuweze kupatia watu zote internet mpaka State House. Tutawapea internet yetu. Tutawapea kila mtu, kama itakuwa Mungu atakuwa ameridhika na hii mambo ambayo tunajaribu kuifanya. Bado haijakuwa confirmed, kwa hiyo mkuwe na maombi. Tuko na mazungumzo na hawa watu juu ya vipi mambo inaweza tukaifanya vizuri, lakini mtu yeyote ambaye atakuwa na VPN ya hiyo niliwatajia atakuwa na uhakika kabisa wa kupewa internet yetu ambayo tutatoa siku ya maandamano. Unaweza mkajiuliza kwa nini nikapendekeza sana watu atumie VPN ya hiyo niliwatajia hapo chini. Kwa sababu hiyo VPN ina kitu ambayo inasaidia kubypass. Kuna kitu inaitwa censorship na geo restriction. Maana yake hata kama serikali ikikuwa inajaribu kuona itoe taarifa ya kila simu kupitia EMDR, kupitia CDR, kuona kama email namba hii iko na VPN, automatic hawa program wanakuwa hawaoneshi. Kwa hiyo hii iko salama zaidi kwa watu ambayo atakuwa na hofu kwamba nitajulikana niko na VPN, kwa sababu hii ina bypass censorship, ina kubypass inaweza kuzuia inaweza kuzuia Vodacom kujua kama email namba yako iko ndani yake iko na hiyo VPN. Inaweza. Sasa tukisha kuweka hiyo VPN, nitakuja na funzo la pili. Nitawapa maybe Ijumaa jinsi gani unaweza ukaificha hiyo VPN kwa simu yako bila ya mtu yeyote peke yake kuiona. Kwa maana yangu, hata kama ikikuwa umekuwa umekishikika, hautawezekana tena, hakuna mtu anaweza kuona hiyo VPN iko kwa wapi. Tutaificha kama app tu, lakini tutawasaidia Watanzania wenye maisha ya kawaida na Watanzania wa backbencher kama mimi, kwa sababu mimi ni mtu unapenda sana kushirikiana na watu wenye hali ya chini ambayo wanataka kuinuliwa, kushirikiana na watu wa backbencher. Ni furaha yangu sana. Sasa tutawaekea kitu kuhusu hiyo VPN ambayo hakuna mtu mjamaa wa TCRA ataweza kuamini macho yake. Na internet hiyo ambayo tunatoa, hakuna mtu ataamini macho yake. Kwa hiyo hii ni story tu ndogo ya VPN. Naomba sana mtu Mungu ambaye atamkuwa amembariki kupata muda, ajitahidi sana akuwe na hiyo VPN kwa simu yake, aisajili kabisa. Kisha kuisajili, kama wakikwambia uisajili kwa email ama kwa namba ya simu, wewe usiweke namba, kubali email, kwa sababu namba yako iko kitu ambayo network provider wanaweza waka censorship kupitia email namba yako ya simu. Inaonesha ile simu ishawahi unaingia kwa website gani na unafanya nini na unafanya nini. Hii mambo tutakuja kuyazungumza kabisa ile siku ambayo tunakuja kufanya sensa. Hii maandamano yetu, ndugu zangu, mujue kwamba kutakuwa na seminar ya maandamano ile wiki ya mwisho. So wiki ya mwisho itakuwa ni ya moto sana. Tutakuwa na seminar kubwa, na katika seminar yangu tutaalika watu kwa hizi TikTok ambayo wana ushawishi mkubwa kwa dunia. Tutakaa hapa, nitakuwa na tafsiri ile anawafundisha. So kwa ufupi tu, hii maandamano ambayo tunafanya safari hii ni maandamano ambayo tumeamua kweli kweli sikuwe na kikomo, na kwa vile tu haikuwi na kikomo,
inatakiwa ikuwe na matayarisho endelevu, matayarisho na vitendo endelevu ambayo kila siku itakuwa tunapeana taarifa. Kwa hiyo hiyo ni habari hiyo ni habari ambayo kuhusu VPN naomba kuwapa leo. Mungu akiwabariki, muende mukafanya hiyo VPN. Sasa naomba kuja na taarifa ya pili ambayo kidogo imewapa watu mshtuko baada ya kuona Commonwealth wamempendekeza rais ya Zambia kuja kwa ajili ya kufanya mazungumzo. Na je, sisi Gen Z nini tumeamua na nini tumeshafanya na nini inaendelea. Sasa ndugu zangu, naomba kuwasomea barua ambayo tumewapelekea tume ambayo inataka kuletwa hapo kwa ajili ya mazungumzo. Kwa sababu sisi hii vita vile tunapigana, tunafika kila sehemu ile ambayo tunaweza kuona inafika, si tunafika. Na tukifika hapo, tunaogopesha kweli kweli. Kwa mapenzi ya Mungu akipenda, kesho tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na msaidizi yake ama yeye peke zake mwenyewe. Na kwa sababu tu sisi mazungumzo zetu tunakuwa tunafanya kwa ushahidi, naomba mutasikia kesho mazungumzo ya msaidizi ya huyo rais. Tutamfikishia taarifa iliyokuwa tayari tumeshaiandaa na kupinga kwake vikali. Naomba kuwapa hii taarifa ambayo Dadeki wamemshusha tena. Wewe sama